Sasa mimi shida yangu nielewe, tatizo ni nini? Uliniambia dada jina lako Mwajuma eh? Ah. Sasa Mwajuma wewe, sababu ya mimi kukukuta pale ni nini? Yaani siko sawa hata sasa hivi. Wala tunawaza. Sasa niwakosea nini wale watu? Akina nani hao? Hao watu walionifanya ukanikuta pale. Basi yani hivyo nimekuta nimezimia. Nilikukuta umelala. Sasa mimi ndo sijui ulizimia, sijui uliamua tu kulala. Watu tu walikuwa wananikimbiza. Sio hata mimi niwakosea nini. Ni akina nani sasa? Unawajua? Kwa kweli hata siwajui. Wala hata sijabahatika kuona uso wao. Waliokukimbiza hao? Sawa, waliokukimbiza wewe huwajui. Sasa ulikuwa umetokea wapi kabla ya wao kukukimbiza? Nilikuwa nimetoka tu kwenye mizunguko yangu. Ina maana hapa wewe unaishi na wazazi? Mimi naishi na mume wangu. Nimeolewa. Kwa kumbe una mume, uliolewa. Mimi bwana niliolewa, nipo kwenye ndoa na mume wangu. Sasa kwenye hiyo familia, baba mkwe wangu, yani baba wa mume wangu na mdogo wa mume wangu ambaye ndio shemeji yangu, walikuwa wanataka kimahusiano. Lazima ushtuke, nakwambia dunia ina mambo mengi. Ni kabila gani hilo? Mbona wana tabia chafu hivi? Yaani umeolewa, baba yake na mume wako anakutaka na mdogo wake na mume wako anakutaka. Wote wanani au ni wanyama? Ni kabila gani wewe uliolewa? Uliolewa na kabila gani dadangu? Wangoni. Wangoni. Kwa Wangoni sawa. Wangoni yani wanapenda hayo mambo kuliko hata kula. Yaani Mngoni unaweza ukampa pesa milioni 100 apeleke benki ikafika, lakini kwenye haya mambo ya chini haya wanapenda sana chini, yaani sio waaminifu hata kidogo kwenye hayo mambo. Kweli wewe si umesema baba yake na mume wako akutongoza na mdogo wake na mume wako pia amekutongoza na wote walikuwa wanajua kuwa wote wanakutaka? Yaani wote wanajua kabisa, na sijui ndio walikuwa wanafanya makusudi na ndio yani nahisi kabisa hao ndio atakuwa ametengeneza njama au watu waje kunifanyia kitu kibaya. Itakuwa maana Mngoni akikupenda ukashindwa kumpa anachokitaka, yupo tayari kukufanyia kitu chochote, na kwenye kuhonga wao hawawazi, hata nyumba anakupa. Ila dadangu, na wewe ulijichanganya ukaolewa jina Wangoni, ulikosa kabila la kuolewa mpaka ukaolewa na Mngoni. Ila sawa, tusizame sana, mnaki mapenzi hayana kabila. Ila mi naamini ndo mmejifunza hivi. Sasa mlikuwa mnaishi wapi na huyu mume wako? Gongo la Mboto. Na mume wako alikuwa anajua kama baba yake na ndugu yake walikuwa nakutaka? Yaani hapo sisi niseme ni kosa langu, kwa sababu niliogopa kama ningemwambia mume wangu pengine ningefanya yani ningesema labda ningekuwa nachonganisha. Yaani uliogopa kuchonganisha? Kabidi tu niwe mkimya hivyo hivyo, nikajua labda kwa kuwa anakuwa na kataa hivyo watabadilika na wenyewe wataniheshimu. Nikahofia kumwambia mume wangu, pengine hata ningemwambia mume wangu asingeniamini. Sababu ni ujinga kabisa, yani kumwambia mume wangu kwamba baba yako ananitaka akakubali. Sawa. Sasa hivi na yeye anajua kama yale yaliyokutokea pale, yaani yeye anajua kinachoendelea kilichokukuta sasa hivi? Hapana, hajui. Hajui?
kwa sababu hata simu nilikuwa nakimbia nijitahidi ili nimpigie, lakini kwa bahati mbaya sijui hata ilidondokea wapi. Yaani hapo ulipo huna simu? Yaani sina simu, sina chochote, yaani kila kitu nimeacha huko kwa njiani. Na namba ya mume wako unaijua kichwani? Naijua. Sawa, baadaye tutaenda kununua vocha tumpigie, tutamwelekeza. Na we wazazi wako wanaishi wapi? Wazazi wangu wako Nizaa. Wapo Chanika. Wapo Chanika. We na mume wako mlikuwa mnaishi Gongo la Mboto? Aise, dadangu, pole sana, pole sana. Asante tu kwa kunisaidia. Hii ndo dunia hii, yaani dunia ina mambo mengi. Yaani mi Wangoni nawajua, yaani Wangoni wanapenda hayo mambo, yaani sidhani kama hata watoki na dada zao kwa wanavyopenda hayo mambo. Wangoni yeye ipo tayari kumtongoza hata dada yake, watoka nitoke. Hiyo shemeji yake kumtongoza ndo kabisa Wangoni ndo alivyo. Kwa mimi hapa, mimi nimekuelewa dada yangu, ila pole kwa aliyokukuta. Kama nilivyokuambia, baadaye tutawatafuta hewani, tutawapigia ili aweze kuelewa. Sasa nitamani hata kurudi kwenye ile familia, kwa sababu wao ni wauaji kabisa, yani kabisa, kwa sababu wewe mtu anakukodia watu wa kwenda kukufanyia kitu kibaya. Ina maana hapa alipo, hata kama wakisikia kuwa wewe umekufa, wao wanafurahi. Sasa sawa, kurudi kwenye hiyo familia ni changamoto. Sasa je, na wewe kuhusu wewe na mume wako atakuelewa? Kwa sababu mapenzi pia yana nguvu. Yaani hapo ukizungumkuti dadangu, hiyo ni ndoa, mapenzi yana nguvu, lakini pia kurudi kwenye hiyo familia usalama ni mdogo kabisa. Mapenzi hayashauriki. Yangekuwa yanashaurika, mimi dadangu ningekushauri usirudi tena kwenye hiyo ndoa. Na kama huyo mume wako anakupenda, basi ajitahidi mkaishi hata nje ya nchi au nje ya mkoa kabisa huko. Yaani mkaishi sehemu ambaye wewe huna ndugu wala yeye hana ndugu, mnaweza mkawa salama. Lakini pia hata wakija kusikia, yaani unajua adui ni adui, anaweza asifike mulipo, akajua tu akatumia mbinu mbadala, ushirikina. Maana ushirikina ila pole sana dada yangu. Mimi naamini Mungu wako atakusaidia. Au si? Mimi naita tu wazazi, kama nilivyokuambia hapa niko single. Umeniambia wazazi wako hapo Chanika. Wewe ukaoge, ulale. Kama unajisikia njaa utapika, ama tutaenda kula hotelini. Alafu kama ni kesho kishukutwa, wewe jisikie kama uko nyumbani. Iwe kesho kishukutwa, siku yote ambayo utaona wewe uko sawa, tutaenda kwenu. Utawaambia yaliyokutokea, afu wao watajua wafanye nini juu ya maamuzi kuhusu ndoa yako. Pole sana dadangu. Basi akatangu. Asante sana, Mungu akubariki. Unatumiaje soda gani niende dukani hapo? Maji kama tu. Maji? Ngoja nichukue chupa hapa nikakununulia hata soda. Maji tu kakangu. Sadiki maji. Amna, usijali dadangu. Amna, maji tu. Maji tu? Basi sawa, hii ngoja nikanunue soda hii nitakunywa mimi, afu nitakuchukulia hayo maji unayoyataka. Jisikie huko nyumbani. Sawa, nashukuru. Mpaka narunzi jamii. Shajua cha kufanya. Basi ngoja leo akija